aliondoka. Akaenda mpaka na hawakuwa mji mmoja. Mpaka akaenda mji ya milimani. Alikuwa anataka kuenda kudhibitisha kama ni kweli vile Maria amesema. Na jua ya kwamba huyu nini mtoto mwenye alikuwa kwa mimba ya Elizabeth ndiye alikuja kubatisha Yesu. Imagine. Kwa hivyo walikuwa wameachana miezi ngapi? Miezi 6. Ajiko. Walikuwa wameachana na miezi kadhaa. 6. Si 6. Sikia, mimba ya Elizabeth ilikuwa na miezi 6. Wacha tusikizane Ajiko. Wacha tusikizane hapa. Anaambiwa na anti yako ako na mimba ya miezi 6 na umesema hapo akaenda kusalimia nani? Elizabeth. Alipo kubatia Elizabeth, kile kiumbe kilikuwa hapa kilirukaruka, kumaanisha tayari vile Roho Mtakatifu alisema hivi Nyaga. Wewe umesema wameachana na miezi 6. Wameachana na miezi 6 aje na mtoto anasaliwa na miezi 9. Wacha kumbuka hapa. Wacha tueleane hapa. Tumesoma andiko. Tukasema wakati Roho wa Mungu alitokea Mariamu, aliambiwa ako na miezi 6. Na hapo akajitayarisha kwenda kutembelea anti yake Elizabeth. Mwenye ako na miezi ngapi? 6. Alipomkumbatia aliambiwa anje na Maria na Elizabeth, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa, sababu kumaanisha tayari yako na mimba ile ambayo Roho Mtakatifu alimweka mwenyewe saa hiyo. Kumaanisha kwamba wamebaashana miezi ngapi? Sababu lazima watakuja wazaliwe kutoka hiyo siku. Kwa hiyo wameachana miezi 6 ndio wakuje sasa wazaliwe Yesu Kristo. Alizaliwa kwanza. Miezi 6 ikaisha. Yesu Kristo akazaliwa naye. Na ndio maana sababu alikuwa mkubwa wake, lazima angempatisha. Kumbuka hata ukitembea ukienda sana pale, kuna mahali alipoenda aliulizwa, "Je, huyu naye ni nani? Wewe ni wewe Kristo ambaye amesemekana atakuja?" Akasema, "Sio mimi, mwenye atakayokuja hata sitaweza kufungua kamba ya viatu zake, sababu atakuwa na nguvu. Huyu hatakuja kuwapatisha kwa maji tu, huyu atakuja kuwapatisha na maji na Roho." Tumeelewana hapo? Kwa hivyo kumaanisha Yesu na bado Jona halikuwa mekiri ya kwamba ni Yesu Kristo anakuja. Unasikia, alijua tu akiwa kwa tumbo, akiwa kijitoto. Kwanza kinaitwa kijitoto. Kikiwa tu kijitoto, kilijua tu kuna mwenye anakuja kikiwa kwa tumbo ya mama yake. Kwa hivyo yeye alikuwa anajua kuna kuja kuzaliwa yule mkuu. Kwa hivyo mkombozi. Kwa hivyo tuseme ya kwamba Mungu kile ambacho anataka kutenda Wanjiku, hata mufanye nini hatatenda. Na Mungu akisema utabarikiwa, umebarikiwa. Utabarikiwa. Tazama huyu hata kukuja vipigamizi gani. Abu angalia Elizabeth. Si ameita maatasa watu huko wamemtemea mate, wanamwambia hata huwezi zaa, angalia wewe uchungu. Tazama akiwa kwa uzee wake ndiye amekuja nini? Amekuja kupata mimba. Tazama huyo tu mwenye Elizabeth amebeba. Kumbe yeye atakuja kupatisha kiongozi wetu, mkombozi wetu. Mbona nyinyi mlikuwa hamkuchaguliwa? Sababu Mungu ataendaje kulingana na mawazo yetu. Unatapata Wanjiku, wewe ni wewe umezaliwa ukiwa mdogo sana kwenu, lakini kumbe ni nyinyi ni wewe utakuja kukomboa ile familia yenu kutoka ile. Si kama tu Daudi Nyaga. Ni mambo ya Mungu inakuwa. Ni kama tu Daudi. Angalia Daudi. Kwa hiyo Daudi venye alikuwa hata hakuwa anaonekana kama ni mtu. Daudi hakuwa anaonekana kama ni mtu. Hata akitoa ndoto walikuwa anaona sasa huyu anatuambia nini? Na alikuja kuwaokoa. Mpaka ikafikia mahali mpaka wakaigwa na wifu wakamuuza. Nyaga. Hata Mungu akisema ni wewe ni wewe. Mungu akisema siku ya leo ni wewe unainuliwa, mtazamaji wetu ni wewe. Mungu akitazama ni wewe, director wetu itakuwa ni wewe. Wapende wasipende, hata wainuke, hata wafanye nini, Mungu akisema ni wewe ni wewe. Kwa hivyo watazamaji wetu, leo tumesoma ya kwamba Mungu, tunaelekea wakati wa Christmas, ile ambayo tunakumbukanga kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Je, umejitayarisha aje? Katika moyo wako umejitayarisha aje? Kama vile watu wengi tumezoea kufanya mabirthday zetu,
Je, hii ya Kristo umejitayarisha aje? Wengine mnachinja, wengine mfanya mpaka birthday cake, wengine umejitayarisha aje? Ile ambayo tunataka siku ya leo uweze kujitayarisha ni kama ya kwamba moyo wako uifungue, urudie Mwenyezi Mungu, ukajua ya kwamba Yesu Kristo anakuja kuzaliwa katika maisha yako, akaweze kugeuza hiyo meza ambayo ni ya umaskini ukaweze kubarikiwa, akaweze kukuja kugeuza meza yako ambayo ni ya ugonjwa ukaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Je, umejitayarisha aje? Ulikuwa mtu mkora ambaye hakuwa anajuana na Mwenyezi Mungu, meza yako itageuzwa ikuwe wewe ni wewe utakuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu kama utajitayarisha. Yani umejitayarisha aje? Tazama, hata wakati Maria alienda kutembelea anti yake, alimkupatia na mpaka akaambiwa na Maria mwenyewe akamwambia, Elizabeth akamwambia, na umebarikiwa kuliko wanawake wote.